Paswa wawe wakwe zangu hawa. Hawa nipaswa wawe wakwe zangu. Sasa kwa kuwa bila Mungu si Asumani, akaepusha hilo. Akaepusha. Maana upande mwingine huyu mama ni dada yangu au dada binamu. Kwa hiyo kama ningetokea ningeoa mtoto wangu. Na hii ni uzembe tu wa kutoka kufahamiana na kutoka kutembeleana. Kwa hiyo mishoe mambo yakakaa, yule binti akaamua kujiondoa. Nikamshukuru Mungu, nikaenda shule. Kwa hiyo nikutia moyo binti, kama uchumba kuharibika, shukuru Mungu anakuepusha na jambo kubwa sana. Haleluya. Yawezekana Mungu anakuepusha na jambo kubwa la aibu. Usilalamike, inaniuma sana, nimeachwa jamani. Mpaka wengine wanatukana, wanasema wavulana wote ni mbuzi. Eti kwa sababu amemwacha. Kweli? Wanaume wote ni mbuzi kweli? Kwa sababu tu amekuacha huyo mwanamume, huyo mvulana. Mshukuru Mungu kwa sababu umevunjika uchumba na sio ndoa. Mimi nikamshukuru Mungu. Na nilikuja kujua tu kama ni ndugu zangu hawa baada ya kutangaza kama naoa, wakiwa na binamu yangu. Wakasema huyu ni kijana wetu, wakasema huyu ni binamu yangu. Ila hawakujua kwamba mimi nilikuwa ni ndugu yao, na mimi sikujua kama ni ndugu zangu. Kwa hiyo ninawaalika katika sikukuu ya makambi. Haleluya. Ninawaalika katika sikukuu ya vibanda. Sioni vibanda hapa, sioni kama si dalili ya siku za mwisho pia hii. Maana tumemema dalili ya siku za mwisho, maana mambo yatakuwa hivi hivi tu. Sioni vibanda, sioni hema, sioni kibweta, sioni mzee. Vipo eh? Sawa. Basi vipo, tunaanzia hapa ndani, alafu tunaenda kwenye vibanda usiku. Sioni watu wanakambika wapi. Sioni. Lakini Bwana anataka tuwepo miguuni pa. Iwe ni hapa kanisani, iwe ni kwenye vibanda, tuwemo kwake. Haleluya. Kwa nini nawakaribisha sana katika sikukuu ya vibanda, sikukuu ya makambi ya mwaka 2026 tuliopata neema ya kuja mbele zake. Wapendwa, ninapoleta somo hili natamani niwakumbushe mambo 10 muhimu tu, ili ninapoweka barabara vizuri ya makambi haya tuelewane vizuri. Moto wetu nasema nitakwenda nikimsubiri nani? Swali ni hili, je, unakwenda? Unaenda? Na namna unavyokwenda unaendaje? Kama ambavyo mzee amesoma fungu letu kuu ambalo tunatamani lirudiwe, naomba alirudie. Naona tulirudie fungu hilo ili muangalie mambo 10 muhimu katika masuala ya makambi. Luka 21:28. Hamna maiki eh? Soma tu kwa sauti mzee, unayo sauti. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Changamkeni. Changamka yanapoanza kutokea. Mambo gani hayo? Inue vichwa vyenu. Inua kichwa juu. Kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Ukombozi wenu umekaribia. Haleluya. Je, tunajua kwamba ukombozi wetu umekaribia? Je, tunajua ni mambo hayo yaanzapo kutokea? Ni mambo gani anayoyasema yaanzapo kutokea? Yameelezwa vizuri katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Dalili za kuja kwa Kristo. Na zinaitwa ni dalili za uchungu au utungu. Dalili kuu ambayo inatambulika pale ni fungu la 14 linalosema habari njema ya ufalme itakapohubiriwa kwa kila kiumbe, ndipo huo mwisho utakapokuja. Mambo 10 kwa nini wewe uhudhurie makambi kama sehemu ya kujiandaa kukutana na Bwana anapokuja mara ya pili. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umetupa dalili. Niseme hata makambi kuhudhuria pia ni dalili ya kuja kwako. Maana wengi tunakuja kinyonge, hatuna sadaka za shukrani, hatujajiandaa kiroho, hatujajiandaa kimwili.
Tunakuja kana kwamba tunakuja kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Tunakuja kinyonge kiasi kwamba hatujui mfalme aliyetangaza makambi yafanyike. Tunaomba rehema, utuhurumie. Hata sisi wahudumu kuna saa tunakuja bila kujiandaa, kwa sababu tunafanya tu kwa mazoea. Maandalizi hayapo. Tunafanya kama zimamoto. Utuhurumie. Mambo hayako organized. Wazee wanafanya kana kwamba ni jambo lao. Mungu tuhurumie. Kwa dakika chache hizi, muda umeenda, niongoze kuwaongoza katika mambo 10 muhimu ya kusherehekea makambi haya, na mwisho tuchague kuyatenda hata baada ya kambi hili. Ni katika jina la Yesu, amina. Wapendwa, wimbo Piga Panda ya Makerere ni wimbo unaotufanyia, ni kama wimbo wa kutuamsha kwamba tupige panda, tupige gwaride, kwamba Yesu yuaja tena. Maradhi yanatuhubiri, vita katika mataifa vinatuhubiri, ajali zinazotokea. Hata juzi mmesikia kwaya Kinyerezi imepoteza waimbaji kadhaa wakitoka kwenye injili kule Nyegezi, kama sijakosea. Walipofika Dodoma mambo yakaharibika, na walikuwa wamefurahi, wamepewa zawadi pengine ya samaki, wanashangilia, wametoka Nyegezi kwa ajili ya makambi, lakini baadhi yao maisha yao yaliishia Dodoma. Sasa wewe unajua maisha yako yataishia wapi? Mbona unamchukulia Mungu hivi hivi? Mbona unachukulia makambi hivi hivi tu? Mbona haikuumi? Mbona haikuumi? Mbona haikuumi? Na ujui sawa la siku ya kuja kwake mwana wa Adamu. Jumamosi wakati naanza makambi kwangu, Ijumaa, Alhamisi nilikuwa na huduma za kifamilia, kwenda kupatanisha familia fulani mahali fulani mashambani, na kule mtandao haukuwepo. Nikakaa kwa masaa kadhaa, tangu saa 10 mpaka saa 4 kasoro niko kule mapolini. Nilivyotoka tu kidogo, mtandao ukapatikana. Mchungaji ninayemlea kwa mambo ya kichungaji akanipigia, "Hela mchungaji, mimi ninauguliwa na mtoto, tuko hapa hospitalini tangu leo mchana, tangu jana, na ilikuwa ni Ijumaa." Nikamwambia sasa nimerudi usiku, nitakuja asubuhi. Asubuhi nikaamkia pale. Ijumaa tukasalimia, tukamwombea, nikaenda. Jumamosi kaenda kanisani. Baada ya kutoka kwake tena kumwombea. Mtoto yuko kwenye mashine wa miezi 7. Anapumulia mashine. Mama yuko nje, hana hali. Baba yuko kando ya kitanda. Nilipofika tu akaanza kulia, anafuta machozi. Akasema, "Mchungaji usilie, Bwana yupo." Nikapiga magoti, yeye amesimama. Nikaomba, sema, "Baba, muhurumia mtoto huyu, ikiwa itakupendeza aishi." Nikatoka nikamwambia amina, nikaenda nikamwambia, "Baba mchungaji, nitakuja kukuona baada ya ibada, maana leo ninafungua makambi, ninaenda, nitakuja." Niko kwenye mahubiri kama hivi mchana, ndo naamalizia mahubiri saa 7 kasoro. Nikaona simu ya mkurugenzi, nikaikata. Ninamaliza mahubiri, ninafungua message ya kwanza, mkurugenzi ananiambia, "Mtie moyo mchungaji." Hiyo message ikasema, "Ninamtia moyo hata sasa, naenda kule. Nishamwombea mtoto, naamini Mungu amemwokoa." Akanambia, "Mchungaji, mtoto ameshakufa." Kuangalia message zingine nyingi, yule mchungaji ameniambia, "Mchungaji, mwanangu Yehoyoshua amelala usingizi wa mauti." Sikuona message hiyo, na nimeongoza kanisa kumwombea. Wapendwa, maisha ni mafupi.
hayajali una umri mkubwa au una umri mdogo. Miezi 7 akalala. Na kengine katoto mama analia. Mchungaji ananiambia, nenda kamwombee na yule. Mimi nimeshapoteza. Yumkini na yeye pia ataokolewa pengine. Kwenda pale na muona mtoto naye pia ni kama wa zamani, anapumulia kwa mbali. Mama analia. Nikapiga magoti mbaya, Mungu, siokoe maisha ya mtoto huyu. Lakini naona kama tumbo limejaa na kwa shako, ana kama na vidonda. Nimebeba maiti ya mtoto yule kupeleka mochwari. Nikakuta mtu mzima tena kafa, karazwa hapo. Naomba maisha haya ni mafupi hivi. Na bado nabebeshwa na mimi kwamba beba mwenyewe, abebe mfiwa. Nikasema daktari, atabebaje huyu? Abebe mke wake atadondoka, hawezi kubeba. Nikasema nipeni nibebe mimi, nikabeba. Kupeleka na mkuta baba mtu mzima naye kafa, kama emeraza hapo. Hakuna mahali pa kuhifadhi, wanaweka hapo chini. Na mimi wakaangu sema weka pale. Sijakaa kidogo ile mtoto tena analetwa kama tayari amekufa, miezi michache na yeye. Nazungumza na watu ambao tuna mioyo, tuna maisha mafupi. Ili niuma sana. Kusema maisha yetu ni mafupi kiasi hiki. Mbona wengine tunaishi kana kwamba tunaishi miaka 1000, hatuna haja ya kutafakari maisha yetu? Kama hatuna juhudi binafsi. Mbona kama tumesimama na Mungu amesema, mtu anasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Mbona kama tumekaa viongozi? Wapendwa, mchana wa leo niwapitishe katika mambo kadhaa. Hivi mnajua maana ya makambi? Makambi au kwa neno lingine kwa mujibu wa Biblia ni sikukuu ya vibanda. Hii ilikuwa ni sikukuu ya Wayahudi. Na Wayahudi waliokuwa utumwani Misri. Ilianzishwa kwa makusudi maalum na Mungu mwenyewe. Na makusudio hayo ndio atakayoyaweka kwenu ili uchague. Sikukuu hii iliagizwa na Mungu ifanyike tangu wakati wa Agano la Kale mpaka sasa. Ni moja ya sikukuu ambazo Mungu hajaziondoa, hajazikomesha. Ni za milele. Hata mbinguni tutakuwa na sikukuu hii kwa miaka 1000, ni zaidi ya miaka ya siku 7 tunazofanya hapa. Na hii utaisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 aya 33. Naomba pewe mic asome, maana tutakuwa tunasoma. Au usome wewe mwenyewe, maana unaona na nani. Kama na mic au unaweza kukaa huko akasoma. Tusome maandiko haya machache. Mzee wa kanisa, hivi ataweza kweli? Maana hata ufunguaji wenyewe huu hamna hata kijana wa kusoma hapa. Anahesabu kama hela hivi kwa sababu ya utu uzima. Apewe kita kae hapa tusome. Ni agizo la Mungu kwa wana wa Israeli. Kaa utakuwa unasoma umekaa. Hii sikukuu iliagizwa na Mungu tangu kale. Si ya kupitwa na wakati. Si ya kufikiri kwamba nienda au nisiende. Ni agizo. Soma Mambo ya Walawi 23 aya 33. Ungekaa tu, unaweza kusoma umekaa tu. Mbona utasoma fungu mengi, sasa utasimama yote. Hamna mic, hamna sauti mzee. Mambo ya Walawi 23 mstari 33 anasema. Weka vizuri mic hiyo. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Huyo fundi naye na changamoto. Asante, mic itakuwa na changamoto kidogo. Rudia tena. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Walawi 23:33. Soma. Nanyi mtatesa nafsi zenu. Siku ya 9 ya mwezi wakati wa jioni. Ndio. Tangu jioni hata jioni. Kaishika hiyo sabato yenu. Ndio. 34.
wa 7. Sikukuu ya vibanda muda wa siku 7 kwa Bwana. 35. Ishia kwanza hapo. Kwa Bwana alimwambia Musa kwamba siku ya 15 ya mwezi wataanza sikukuu ya vibanda. Hakumtuma Musa kwenda kuleta mjadala tufanye au tusifanye. Haleluya, halo. Leo tunajadili, mimi sibaka usiende kwenye makambi. Bwana alimwambia Musa kawaambie wana wa Israeli watanifanyia sikukuu ya vibanda muda wa siku 7 tangu tarehe 15 ya mwezi wa 7. Ni agizo la Bwana aliyotoa. 35, soma. 35 anasema siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Leo tunaanza kambi katikati ya wiki. Tunamkosea Mungu. Tunamkosea. Na kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kujivuta, kutokuwa na usimamizi, yani tunachukua vitu sawa, wazee, yani wapare wasema tena mbuli tu hivyo. Haina shida, tuishazoea. Wala haituume watu tuweze kutubu kwamba tumeanza kambi Jumatatu ni kosa mbele za Mungu. Anasema watakuwa na kusanyiko takatifu. Endelea. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Tuko busy na shughuli. Maana za kwanza, makambi ni ya baadaye. Wapendwa, ni agizo ambalo Mungu aliagiza. Ukisoma kitabu cha Torati sura 16 aya 13 hadi 14, tunaona ni agizo pia. Kwa zifuatazo ni sababu 10 kwa nini tuje kuhudhuria kwenye makambi. Sababu 10. Takuwa nimemaliza kuwapa tu utangulizi. Baada ya hapo tukae mkao wa kwenda tukimsubiri nani? Yesu. Sababu namba 1 kama tulivyoona ni agizo la Mungu. Soma Torati 16 aya ya 13 hadi 15. Anasema, ndio, fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka. Kwa mkulima ukishavuna ukaleta mazao nyumbani, baadhi yake njoo ule na Bwana na watu wengine katika kambi, baadhi yake toa shukrani kwa Bwana ule na wageni wanaotoka sehemu mbalimbali. Naam, maliza andiko hilo. Na katika kinu chako cha divai, kuna wale wanaotengeneza divai juice, wenye viwanda, nao pia wanaagizwa kupumzika. Nawe ufurahi katika sikukuu yako. Furahi katika sikukuu hiyo, wewe na mwanao, na binti yako, na mtumwa wako, na mjakazi wako, na Murawi, na mgeni, na yatima, na mjane aliyefiliwa na mmewe. Hata wajane waalikwe, hata kama si wa Sabato, walio ndani ya malango yako. Siku 7 mfanyie sikukuu Bwana. Mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Bwana akichagua mahali pa kufanya sikukuu yake, funga virago, nenda mahali hapo, ndipo salama. Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote. Ishia hapo. Ukitaka baraka, kwenda kwenye makambi. Haleluya. Omba ruhusa wale wafanya kazi shuleni, omba ruhusa. Maana Bwana alipo ndipo kuna salama. Haleluya. Amina. Kwa kuwa ni agizo la Bwana, nenda bila kujiuliza. Fanya maandalizi na Bwana atakubariki. Sababu namba 2 ni kuja kutafuta baraka za Bwana. Kuna baraka kwenye makambi. Haleluya. Amina. Ziko baraka za rohoni na za mwilini. Na baraka hizo zimeelezwa kitabu cha Zekaria sura ya 14. Zimeelezwa pale. Lakini kinyume cha baraka ni nini jamani? Laana. Wengi tunaanza mwaka wa kanisa na laana, kwa sababu akili zetu, mioyo yetu haijawekwa wakifu kwa Bwana kwa ajili ya makambi. Tunafanya kama zimamoto, tunafanya tuka ili mradi ipite. Zekaria 14 aya ya 17 hadi 19. Zekaria 14 aya ya 7 aya 17 hadi 19. Anasema, ndio,
Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani. Jamani, tuko duniani, tuko duniani. Tuko duniani. Je, wewe ni mtu si mtu? Ni mtu. Mtu yoyote wa jamaa aliyoko duniani. Maangani duniani si duniani? Ni duniani. Mtu yoyote. Sasa wale wenye wake ambao wamewaacha nyumbani, wenye watoto, angalia wanavyopishana na yaani hawa waliobaki nyumbani wanavyopishana na gari la mshahara. Asiyekwea kwenda Yerusalemu kumwabudu mfalme. Kwenda Yerusalemu kumwabudu mfalme wa wafalme. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Mvua haitanyesha kwao. Kuna watu tuna ukame kama tokeo ya laana hii ya kutoka kuhudhuria makambi vizuri na kutoka yatolea sadaka ya kuwezesha. Sadaka za shukrani. Box liko hapa, hakuna zinazokaa. Bwana wa majeshi sema hakuna. Mvua anayosema hapa ni mvua ya baraka. Kuna wengine tunalima hatuvuni. Tunalaumu hanga hivi. Ni kwa sababu sisi wenyewe tumejileta laana. Mambo matakatifu tunayafanya kama ya kawaida. Tunachukulia poa, vijana wale wanasema tunachukulia poa. Maliza, endelea na fungu hilo. Fungu la ngapi? 18. Anasema na kama jamaa ya Misri hawakwei. Hawa sasa ni sio cha Mungu hawa wa Misri. Yaani hata wachawi waje uchawi wao hapa. Wa Misri walikuwa ni taifa linalotesa taifa la Mungu. Lakini wao pia kwenye makambi walipaswa waje Yerusalemu. Na ndio maana utaona yule muhasibu wa Malkia wa Ethiopia, yule Mkushi, katika sikukuu ya vibanda Yerusalemu alikwenda. Alikuwa hajabatizwa, lakini ni agizo hata wasiobatizwa waje. Sasa leo hii chakula chenyewe kidogo cha ichoyo, chakula cha Wapare, chakula picha ya samaki na ugali. Unaangalia picha unakula ugali umalize. Utamarika mgeni aje hata tunaanza kumwangalia vibaya. Tumejaa uchoyo. Yule Mwethiopia alikuja hajabatizwa, siku isiyokuwa na jina. Bwana akamwambia Filipo, kuna mtu wa Mungu hapa amekuwa akihudhuria makambi. Saa ya kubatizwa imefanyaje? Imefika. Akamwambia nenda ambatana na gari yake. Akasema hizi habari nimekuwa nikizisikia. Zinamhusu nani? Huyu ni Yesu mwana wa Nazareti. Haleluya. Amena. Sasa akasema nifanyeje nimpokee? Akasema wewe ukimpokea unabatizwa. Akasema maji haya hapa, nibatize. Haleluya. Amena. Kwa kwenye makambi tunaalika watu wote. Ndio watu pasa tutoe vyakula vingi watu wale. Haleluya. Amena. Mwaka huu mimi kwangu nikawaambia pika vyakula watu wafanyeje? Wale. Sio kuweka viazi viwili vitatu hapa, viazi vile vya Mungu. Mwaka hapa watu wale. Na kohoa tu hapa. Najifungia hapa. Watu wakara, na mwaka huu ninaagiza nyati kutoka hapo. Hata hamna Mungu mnakaa na nyati hapa, hamna nyati hapa. Wanakula wengine. Mimi naagiza nyati. Amina. Wawili wapite hapa kwenu, wavuke barabara mpaka wapi? Mpaka Tuliani, wakatulie pale. Niwapigia wizara. Maana Bwana anatutembelea, anatuletea wageni. Kambi lililoisha tumelisha watu 1000 na kido 2000. Wanakula asubuhi, wanakula mchana na jioni wanaenda kulala. Amina. Wanakula asubuhi, wanakula mchana, wanakula jioni, wanaenda kulala. Tangu day 1 nikawaambia mtu yote asinipunguzie mwendo. Maana Bwana ametaka kubariki watu. Amina. Kambi la pili nikawaambia mtakula nyati wawili. Amina. Maana Bwana amesema ametupa vyote. Sisi ni wamiliki. Wizara wakasema mchu wetu tumekuelewa. Wakanijibu waambie tao wakawawindie. Yawezekana hata sasa hivi mnyata anapita hapo kwenye gari anamwaga damu, sisi tukamfanye msosi. Ninyi mko hapa. Majirani wa nyati wanakula wengine. Utadhani wenyewe wana matengenezo kila mtu sawa, ni kambi sawa. Nasema hivi, Bwana anasema atatubarikia. Wa Misri waje. Haleluya. Wa Misri wafanyeje? Waalikwe. Maliza andiko hilo. Wala hawaji pia haitanyesha kwao. Na wao wasipokuja abadani, mvua haifanyeje? Hainyeshi. Kwa hiyo
itakuwa tauni ambayo Bwana atawapiga mataifa wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Atawapiga mataifa wasiokwea kwenda kushika sikukuu ya nini? Sikukuu ya vibanda. Ya vibanda. Tuna tauni na tutafuna viongozi wa kanisa, washiriki, wapagani. Kwani leo hatulii? Jua limewaka wote tunalia. Hakuna anayemfuta machozi mwingine. Wasabato wanalia njaa. Wapagani wanalia hakuna. Sasa Wasabato mna Mungu gani? Mbona mtuonyeshe huyo Mungu? Mbona mtuonyeshe? Asema tauni asiyekwea. Kwa nawaambia ninyi mliokuja mna bahati. Kawaambieni waliobaki nyumbani mwapigie simu. La, kimbia tauni, njoo mwenzangu, njoo. Njoo kwenye makambi, njoo. Beba vyakula, njoo hapa mchungaji ni Mlawi ale. Mlawi yuko karibu yako mzee, mnamwangalia Mlawi huyo. Anasema na Mlawi leo ndani ama? Na yatima, na mjane, na Mmisri. Mmisri ni mtu ambaye hana faida kwako. Anaweza kuwa ni adui yako, asiyekuwa na chochote, lakini anapaswa aalikwe. Tutapokea wageni hapa. Asema hapa kuna nini? Watakuja. Mnaanza kuangalia, wewe umetoka wapi? Tafadhali hapa haya ni makambi ya Wasabato. Kama sio Wasabato ondoka. Utakuwa kafiri, utakuwa umekosea. Kabisa. Hata tuletea wageni. Wengine ni kama wana mazingira ambayo sio mazuri, lakini wanataka wale kwa watu wa Mungu wanaotambua huu ni wito wa Bwana. Tuje mbele za Bwana kwa furaha. Haleluya. Amena. Kuikimbia tauni na laana hiyo, mmoja ni kutambua makambi haya yameagizwa na nani? Na Mungu. Yananitaka mimi niyawezeshe, nitoe michango, nijitoe, nifike, nialike. 3, nifanye kinalowezekana kila jambo liende sawa. Kila mmoja achukue nafasi yake. Maliza andiko hilo. Hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kuishika sikukuu ya vibanda. Zamani kulikuwa na ugonjwa wa tauni, ulikuwa ni ugonjwa wa pili kwa mateso na unyanyasaji baada ya ukoma. Tauni ni ugonjwa unaotokana na panya. Sasa hivi sio maarufu sana tauni. Sasa hivi maarufu ni Ebola na mafua makali au COVID-19. Lakini wakati huo ugonjwa ilikuwa ni tishio kama ukoma. Kwa Bwana alikuwa anapiga watu. Leo hii tunapigwa kwa maradhi mbalimbali, kwa ukame, kwa watu kuharibikiwa na mazao bila kujua kwamba ni kwa sababu tumeasi mambo matakatifu aliyotuagiza, ikiwa ni pamoja na ushikaji wa sikukuu ya vibanda, Sabato, ndoa. Mambo matakatifu yanaleta tauni. Leo hii watu wanaona wanavyojua wao. Tenambuli, takabi. Chukuana tu kama mbuzi sokoni. Mambo matakatifu tumefanya mambo ya kawaida. Sababu namba 2. Namba 3. Bwana Yesu alihudhuria makambi, ni mfano wetu. Haleluya. Amina. Je, mwajua kama Yesu anahudhuria makambi? Je, wajua? Ndio, alihudhuria makambi na akahubiri, na namuomba katika makambi haya ahudhurie na ahubiri. Akubariki mkutano huu. Hata kama ni wachache, lakini kwa kuwa Bwana ana haja nao. Soma Yohana 7 fungu la 1 hadi na 8. Soma fungu machache. Yohana 7 mstari wa 1 anasema. Ndio. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Ndio. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Aisha kwanza hapo. Yesu alitafuta kuuawa na Wayahudi ndugu zake. Sasa naomba uruke, soma fungu la 3. Wanataka kumuua kwa sababu gani? Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, sikukuu ya Wayahudi, kama nilivyowaambia tafsiri ya neno sikukuu ya vibanda, ni sikukuu ya Wayahudi ambayo ilitengwa rasmi kuwakusanya pamoja Yerusalemu, wale pamoja na Wasamaria na watu kutoka Afrika, Libya, Ethiopia, waje pale, na walifundishwa kama msiwe wachoyo, pelekeni vyakula watu wale.
sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda ilikuwa karibu. Yesu naye akiwa katika ubinadamu akasema ni wasaa wa kuhudhuria. Fungu linalofuata, basi ndugu zake wakamwambia. Ndugu za Yesu. Unaona, swala la makambi ni la sio la mtu mmoja mmoja, ni la familia, ndugu zake wakamwambia, kaka, ndugu yetu, fanya nini? Ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Wakamwambia, Yesu, unafanyaga miujiza, nenda basi. Ila kwa nia mbaya, walikuwa na nia ovu, ili akahubiri kule wamuue. Maana fungu la kwanza nasema Wayahudi walitaka kumuua. Sikiza vizuri, kuna uadui unaweza kufanya mtu asitamani makambi. Kuna mtu hapa kinyima hata nyama moja, wamenipa mfupa kwenye makambi seni mwaka huu, wamenifanya mimi fisi. Nyama tu inamfanya mtu asije kwenye nini? Kwenye makambi. Yule mama alinipakulia ubwabwa kidogo, mimi basi kwenye makambi siendi. Sasa niangalia vibaya. Yesu alipata uadui, lakini haukumfanya siende kwenye nini? Kwenye makambi. Anasema, ndugu zangu, soma linalofuata fungu la 5. Soma fungu la 5. Tumalize maana muda umeisha. Maana hata nduguze hawakumwamini. Hawa ndugu zake pamoja wanamhamasisha aende kwenye makambi ili akapate kibano, hawakumwamini kwamba anaweza akaleta baraka au akaruhusu laana ziwapate watu. Hawakumwamini. Kama ambavyo wewe na mimi hatuamini juu ya makambi kuna baraka. Hatuamini kwamba Mungu ameweka makambi kama ishara ya baraka. Endelea. Fungu la 7 inafuata. Anasema, basi Yesu akawaambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Fungu la 10. Fungu la 10 anasema, ndio, hata ndugu zake walipokwisha kukwea. Ndugu zake sasa wakasema, maana fungu la 9 anawaambia, ninyi nendeni, naomba muende, mimi bado wakati wake. Wakakwea. Fungu la 10 nasema, walipokwea kwenda Yerusalemu, ndipo na yeye kwa siri akajongea kwenda wapi? Kwenye makambi. Yesu atajongea muda sio mrefu katika kambi hili. Amina. Haleluya. Amina. Atajongea tena sio kwa wazi, kwa siri. Na mimi natamani nikute kwenye kona nikiwa nabarikiwa. Haleluya. Amina. Endelea. Anasema, hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alikwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Basi Wayahudi wakamtafuta kwenye sikukuu, ili wakasema, yuko wapi yule? Ndio, yuko wapi yule? Kukawa na manunguniko mengi katika makutano juu yake. Wengine wakasema, ni mtu mwema. Na wengine wakasema, sivyo, bali anawadanganya makutano. Walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi, kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. Naam, twende. Soma fungu la 13 na 14. 14 anasema, ndio, hata ikawa katikati ya sikukuu, Yesu alikwea kuingia hekaluni. Hata katikati ya sikukuu, yani sikukuu imenoga. Hivi katikati ya sikukuu itakuwa ni siku gani? Jumatano, Jumatano. Yani mambo yamechemka. Yesu tangu day 1 yupo, lakini amejificha, anasikiza mahubiri. Katikati ya hubiri au ya mahubiri ya makambi, Yesu agatokea kwenye kibweta. Agatokeaje? Akitokea hekaluni akafundisha. Akatokea hekaluni. Na nikwambie, kwa kuwa alikuwa na uadui, hakuna aliyempanga kuhubiri, hakuna aliyetamani, maana watamsagia meno. Lakini kulikuwa na rafiki yake mmoja, akamwambia, rafiki, tunakutafuta, tunakuulizia uko wapi? Akasema, nipo. Hawa ndugu zangu wataka kuniua hawa. Akasema, leo tupe neno. Ndipo wakashangaa natokea kwenye kibweta na kanzu yake. Alipotokea akapewa maiki, akaanza kuhubiri. Wengine wasema, nani kampandisha pale? Nguruwe yule. Kampandisha nani pale yule? Tulikuwa tunamtafuta tumkate tendegu. Alivyohubiri, sikiliza. Akahubiri, akabariki mkutano. Yesu wangu. Haleluya. Amina. Soma, maliza fungu hilo. Wayahudi wakastaajabu wakisema,
Waliposikia mahubiri yake wakastajabu, wakashangaa. Amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Unajua kuna watu wanadharau. Kuna watu wanasema hawa wahubiri gani hawa? Wengine wazee, wengine vijana tu, hatuwaelewi. Wapendwa, kuna saa Mungu atatoa neno kwa ajili yako ambao hutajua ni lini. Haleluya. Amena. Na ndio maana paswa ukae, utulie, usitoke toke. Hujui saa Yesu atakaposimama na kutoa neno lake. Wakamshangaa. Kwa Yesu alihudhuria makambi. Kama alihudhuria, wewe ni nani usihudhurie? Tuishie hapo. Utasoma mpaka fungu la 18 utaona kwamba Yesu alihudhuria makambi. Sababu namba 4 ya wewe kuhudhuria makambi ni kutafuta kuponywa magonjwa yetu ya kimwili na kiroho. Ukisoma Yohana 7:23 inaonyesha kwamba Yesu aliponya magonjwa. Na Yohana sura ya 5 fungu la 1 hadi 9 Yesu aliponya magonjwa katika makambi. Sababu namba 5 kwa nini uhudhurie makambi ni kuja kufurahi kabisa. Furahi kabisa. Kumbukumbu la Torati 16 hadi 15. Sababu namba 6 ni kuja kumshukuru Mungu. Soma Nyakati wa Pili 20 aya 21 na Zaburi 136 aya 1 hadi ya 3. Au Zaburi 118 aya 1 hadi ya 4. Wapendwa, hizi zote ni sababu za kugutosha usizuiwe kuja kwenye makambi. Haleluya. Amina. Yaani kama sababu namba 1 haikutoshi, sababu namba 2 itakutaka utimize. Sababu namba 2 sikukutosha, sababu ya namba 4, namba 5, namba 6 sikufanye uje. Una magonjwa uje uponywe. Haleluya. Amina. Unahitaji baraka, njoo upokee baraka. Sababu namba 7, tusije mikono mitupu. Tusije mikono mitupu. Bwana ametupatia baraka ndani ya mwaka mzima, tumerima. Kumbukumbu la Torati 16:16 inatuambia tusije mikono mitupu, bali kila mmoja atoe kwa kadiri Bwana alivyompatia baraka. Sababu namba 8 ni kutafakari ukuu wa Bwana katika maisha yetu. Tumeokolewa kwenye ajali, tumepewa ajira, tumepata kazi, tumepata wake wenza wazuri, waume wenza wazuri, watoto wazuri, tumepata mazao. Tumshukuru Mungu. Tunapaswa kuja. Lakini namba 9 ni kuja kumshukuru kwa ulinzi ambao Bwana ametupatia. Mambo ya Walawi sura ile ya 23 42 hadi 43, nayo yetu isome. Bwana ametulinda. Tunapaswa kuja kumshukuru katika makambi haya. Mambo ya Walawi 23 42 hadi 43. 42 hadi 43 anasema, mtakaa katika vibanda muda wa siku 7. Mtakaa katika vibanda muda wa siku ngapi? 7. Sasa leo tumeshapunguza siku moja ya jana, tena tangu juzi Jumamosi, maana inatakiwa iwe siku 8 tangu siku ya kwanza, na hii ni kwa mujibu ya Mambo ya Walawi sura 23 fungu la 43 na kuendelea. Siku 8 kati ya makambi. Siku ya kwanza Jumamosi, siku ya 8 Jumamosi nyingine, siku 8. Leo hii tunakuja mara wengine siku 2, wengine siku 1. Yaani wengine wanasubiri kufunga makambi. Naenda kufunga makambi. Unakosea. Tangu siku ya kwanza njoo marangoni pa Bwana. Wengine siku 3 tu, kuanzia Jumatano mpaka kufunga nini? Hiyo ni sababu ambayo itakufanya usipate baraka. Sikiliza, Bwana anataka tumshukuru kwa ulinzi wake. Fungu linaloendelea, maliza. Wazaliwa wote wa Israeli watakaa katika vibanda. Watakaa katika vibanda, wazaliwa wote, ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa naliwaketisha wana wa Israeli katika vibanda. Hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haleluya. Huyu ndiye Bwana Mungu wetu. Anatutaka tukae kwenye vibanda muda wa siku 7. Fungu la ngapi umeshishia? 43. Haya. Sababu ya mwisho napoenda kuwaombea na kuhitimisha na kutoa wito kwamba ni wangapi wanatamani sasa waweze kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Sababu na mwisho namba 10, kuja kwenye vibanda au kwenye sikukuu ya vibanda, kwenye sikukuu ya makambi, ni kuchukua mazoezi ya kuingia kwenye kambi la mbinguni. Wangapi wanatamani kwenda kwenye kambi la mbinguni? Wanatamani kwenda mbinguni. Huwezi kwenda mbinguni kama hujaishi maisha ya mbinguni hapa duniani. Kabisa. Huwezi. Kama ambavyo wacheza mpira hawawezi kwenda kwenye mashindano kama hawana mazoezi ya kutosha.
vinginevyo watafungwa magoli mpaka wachanganyikiwe. Katika Ufunuo sura 20 aya 14 hadi ya 7 inatuonyesha kuna kambi kubwa la watakatifu waliojifunza kukaa kambini wakiwa duniani. Walijifunza kukaa miguuni pa Yesu kwa sikukuu ya vibanda. Walijifunza kutembea katika upya wa uzima na kushika mambo matakatifu. Soma fungu la 4. Ufunuo 20 fungu la 4 hadi la 7. Fungu la 4 hadi la 7 anasema, kisha nikaona viti vya enzi. Aliona viti vya enzi Yohana. Wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu. Wakapewa hukumu wa watakatifu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Na kwa ajili ya neno la Mungu. Ndiyo. Na hao wasiomsujudia yule mnyama. Ndiyo. Wala sanamu yake. Wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao. Hawakuipokea alama ya mnyama. Wala katika mikono yao. Ndiyo. Nao wakawa hai. Wakawa hai. Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Ishia hapo. Mafungu mengine yote yanataja miaka 1000. Miaka 1000 ni ya watakatifu waliokataa chapa ya mnyama katika mikono. Amen. Na katika vipaji vya nyuso. Katika vipaji vya nyuso ni utayari wa kutenda, kwa maana ubongo wetu usitawaliwa na mambo ya dunia. Na mkono wa kuume ni utayari wa kutenda hayo ambayo shetani anatuagiza tuyatende. Anakuambia usiweza kata sadaka, kataa. Anakuambia ibada ya sanamu, kataa. Anakuambia olewa unavyotaka wewe, kataa. Miaka 1000 ni kambi kubwa la watu waliojifunza kuishi maisha matakatifu duniani. Amina. Kama ambavyo fungu kuu letu linasema katika Luka 21:28, mwanzapo kuyaona hayo, changamkeni, viinueni vichwa vyenu, mkachangamke, maana ukombozi wenu umefanyaje? Umekaribia. Wapendwa, makambi yanavyoendeshwa siku hizi sio kama zamani. Tunaendesha tu kinyonge, nao ni dalili ya kuja kwa Yesu. Anayeona hivyo kama mimi, achangamke, ainue nyuso zake juu, amwambie Bwana, naomba unifanye kuwa mtakatifu kama wewe ulivyo. Sababu 10. Unaweza kuwa na sababu zako, lakini sababu hizi mimi mtumishi wa Mungu niliyewahubiria zinanifanya ninyenyekee na kuja kwenye makambi kwa unyenyekevu. Amina. Na kuja na sadaka ya shukrani. Sio kuja kupiga soga, sio kuja kupiga umbea, sio kuja kuonana marafiki tuwapotezana muda mrefu na kuanza kukumbushana mambo ya ujinga, bali kuja kuona msalaba wa Calvary, kumuona Bwana katika uzuri wake, kumwambia Bwana, asante umenilinda, asante kwa familia, asante kwa nafasi ulionipatia, asante. Na si asante tu ya mikono, na kunyosha mikono kuwezesha kazi ya nani? Ya Bwana. Kama mwakili alivyotufundisha mchungaji kwamba wewe uko hapa kuwezesha kazi ya Mungu, sio tu kuja kuangalia kama vile unatazama wacheza mpira, kuchukua sehemu ya jukumu kama mshiriki. Ni wangapi asema Mungu nisaidie kwa sababu hizo, kuanzia sasa mpaka milele nikajali mambo matakatifu kiwemo makambi. Mungu abariki sana. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba utuhurumie. Ziko sababu nyingi, lakini sababu hizo zinatosha ambazo zimetufanya tunyenyekee, tuje kwenye kambi. Ni agizo lako, ni kuja kutafuta baraka, kuja kuponywa, kuonyeshwa na kufundishwa, kushiriki mambo matakatifu, lakini pia ni mahali pa kujifunza namna kupeleka utume na kuishi utume, kupeleka watu kwako, wale ambao wanatoka katika mataifa mbalimbali, kabila na jamaa, dini mbalimbali, madhehebu mbalimbali. Sisi tunaokujua umetutia moyo, tuje na watoto wetu, tuje na mali zetu, tusaidie. Saidia kambi hili la Mangae, ukalibariki na watoto wako wakabarikiwe. Mchana wa leo lifanye kambi la mfano lililojaa baraka na uponyaji. Uwalete watu wengine ambao Yesu wamekwama katika shughuli za maisha haya, hawaoni umuhimu wa kuja kwenye makambi. Wasaidie ili waone umuhimu, kwamba kutokuja na kujiletea laana,
Kuja ni kufunga laana na kuzitupa mbali na kufungulia baraka. Tufundishe, tunyenyekeze, ni katika jina la Yesu, amina. Inguo TV yenye kuleta tumaini. Mungu Samio iliyovunjika kufariji na kuleta tumaini.